Kuelekea msimu ujao nategemea Manchester United watarudi kwenye michuano ya klabu bingwa Ulaya ama Champions League, kitu ambacho kitawaboost sana kwenye mapato, kitu ambacho kitawaboost sana kupata wachezaji wazuri ambao wataunda kile kikosi kwa ambao watatengeneza timu nzuri zaidi. Sasa bana, timu yetu ya Manchester United unajua ina matatizo mengi, achana na masuala ya kiongozi, achana na masuala mengine, lakini pia kwenye masuala ya timu au kikosi. Unajua mpaka sasa hivi timu haina kikosi kipana ama haina sabu kusema akitoka fulani atakaingia atafanya maajabu au atabadilisha mchezo. Hatuna hicho kitu kabisa. Sasa ukiangalia eneo kubwa sana analoliangalia ni eneo la kiungo. Ndio. Ukimtoa Casemiro, ukimtoa na Maino, anaingia mwingine kabisa ni hata utegemea hata amna anachofanya kabisa. Sasa ukishakuwa na kiungo ambacho wale waliopo ndani kazi ikishakuwa ngumu au ikiwashinda, sasa ukiangalia benchi na unaomeingiza anashindwa kudeliver, anashindwa kubadilisha mchezo, inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo inabidi uwe na wachezaji wengi, inabidi uwe na kikosi kipana ambapo akitoka mtu atakayeingia unasema yes, ile pengo la ule jamaa huyu aliyeingia au mchezaji fulani aliyeingia ameziba au ameboresha zaidi tofauti na yule aliyekuepo. Sasa kuelekea msimu ujao na uhakika Man United atamaliza ndani ya top 4 ama top 3 kutokana na mwenendo mzuri wanaozidi kuendelea, na nategemea wataingia sokoni kwa nguvu zaidi. Sio kwamba wataingia kama timu ambayo inataka kuboresha kikosi, hapana, itaingia kama timu ambayo inataka kutengeneza kikosi. Sisi hatutaki kuboresha kikosi, tunataka kutengeneza kikosi imara. Sasa ukiangalia maeneo muhimu zaidi, mimi mpaka sasa hivi naona tunapaswa kusajili wachezaji sio chini ya 6. Kwanza beki wakati lazima tumpate mmoja. Tukana kwamba labda Maguire anaweza asimpe mkataba mpya. Akiondoka Maguire tunabaki na Yoro, Even, ambao watu wawili au sio kwamba ni wachezaji wenye uzoefu mkubwa sana, hapana. Wenye uzoefu mkubwa atakayebaki pale ni Lisandro Martinez na Matthijs de Ligt, ambao ukiangalia watu wawili hao ni injury prone. Akicheza kidogo tu ameumia. Sasa ukishakuwa na wachezaji ambao ni injury prone, inakuwa ni ngumu sana kuendelea kuamini kwenye timu yako au kuwategemea. Kwa inabidi uongeze mchezaji mmoja, beki wakati mmoja mwenye uzoefu mkubwa na fullback wa kulia. Yaani ile ndio pengo kubwa sana kwenye timu yetu, hatuna fullback wa kulia kabisa. Japokuwa Mazarawi anacheza vizuri sawa, lakini unajua Mazarawi sio mchezaji ambaye anatumika sana. Unajua unatakiwa umtumie sana uangalie ule mchezaji anayetumika sana. Na anayetumika sana pale ni Dalot. Dalot ni mchezaji ambaye anajua kujiposition vizuri sana, lakini ukiangalia final product yake hamna jambo. Yaani ukiangalia kukabaji wake ni beki ambaye mimi simuoni kama ni mtu anayejua kukaba. Lakini kinachoshangaza jamaa hapatagi majeruhi wala afanyagi nini. Kwa hiyo ndio maeneo ni miongoni mwa maeneo. Beki wakati mmoja, beki wa kulia mmoja. Wala kushoto kule sio mbaya. Tulikuwa na Dogu, show kama naye atakuwa anamsaidia. Tuna yule dogo Ariamas ambaye sasa hivi ni majeruhi na alikuwa na msimu mzuri zaidi. Tukimuingiza naye itakuwa mbaya. Kwenye kiungo ndo tatizo kabisa. Mpaka sasa hivi tunahitaji viungo watatu. Viungo wote wa chini ambaye kwamba profile yake ni namba 6 au namba 8. Ama tukipata namba 6 wawili na namba 8 mmoja, ambaye namba 8 tutakuwa tunampacha, tunamtumia yeye na sawa na Maino. Sasa ukiangalia kwenye kiungo pale machaguo yetu yapo zaidi ya tuna machaguo mengi mpaka sasa hivi na ambao bado hatujaanza mazungumzo. Kuna Sandro Tonali, kuna Elliot Anderson, Adam Wathon, kuna Joao Gomez na Bruno Guimaraes. Na ukiangalia sasa Bruno Guimaraes kumchukua inabidi uchukue zaidi ya milioni 100. Tofauti na Sandro Tonali. Unajua Tonali kidogo ni kiungo ambaye ni wa chini namba 6, ambao huwezi kumuona sana kwenye matakwimu ya magoli, assist. Kwa hiyo anapiga sana kazi yake chini. Na uzuri wake ule ni namba 6 afu ni box to box midfielder. Anaweza kukava maeneo mengi zaidi. Ni kama alivyo Elliot Anderson. Anderson ni box to box naye. Tofauti na alivyo Adam Wathon. Adam Wathon ni mchezaji ambaye anacheza kwenye kiungo hasa akicheza kama namba 8, ambaye pasi, yani ukitaka kiungo ambaye ana pasi za kuvunja ukuta, basi Adam Wathon ndio pendekezo namba 1. Sasa ukija kwa Bruno G ni ngumu sana kumpata. Kwanza ni naoza wa ile timu. Afu ukiangalia ndio mchezaji muhimu sana pale kwenye kikosi cha Newcastle baada ya kuondoka Alexander Isak. Yeye ndio mchezaji mwingine muhimu zaidi. Sasa unajua
ni ngumu sana kumpata. Sasa nafasi nyingine baada ya kupata wote tayari hapo ni maximum ni wachezaji 5. Sasa ukija kwenye eneo ambalo linatusumbua zaidi sasa ni winga wa kushoto. Hatuna winga wa kushoto kabisa. Kunya tunamtumia, japokuwa Kunya sio mchezaji wa kucheza pembeni sana, lakini tunamtumia hivyo hivyo na ana deliver. Ni mchezaji ambaye anajua kudribble, anakokota sana mipira, anapiga venga sana, anatengeneza nafasi, lakini ndio hivyo hawezi astiki pembeni kwamba yeye ni mtu anaye hold space, atakaye hold nafasi kule pembeni, kwamba kwa sababu mimi ni winga wa kushoto basi nitakao huko pembeni kwa upande wa kushoto. Hapana. Tofauti na Mbeumo au Amadi ambao wana hold nafasi zao pembeni. Sasa inabidi tupate winga wa kushoto walau kama wawili. Tukipata wawili tayari inakuwa ni maximum wachezaji hao ni 7. Yaani tunahitaji wachezaji wengi ambao kiasi kwamba wale watakaoondoka tuna adabu wa wachezaji wawili ili tutengeneze timu nzuri zaidi ya kushindana. Sio kwamba tutachukua wachezaji ambao tutasema tunakuja kuwavumilia, hapana. Tukachukua wachezaji ambao tayari wamesha prove. Mchezaji ambao hata kama ni Premier League amesha prove ama ni ligi yote tayari amesha prove. Kiangalia sana maximum ya umri, walau umri asiwe chini ya miaka 21. Akiwa na miaka kuanzia 22 kuendelea, unajua kabisa huyu ni mchezaji tayari ana uzoefu. Sasa kusema tuchukue wachezaji wa miaka 18, 19, inabidi tena uje umvumilie kwanza, adapt mazingira, inabidi tena yani bado ni mchezaji ambaye anahitaji kuprove, sio mchezaji ambaye utategemea. Ni kama tulivyojifunza kwa Yoro tulimsajili alikuwa bado hajakomaa vizuri. Bwana, endelea kusubscribe channel yangu, like, comment and share. Thank you.